zile ruler feeder au zile long feeder zinatakiwa zifunikwe, kifaranga ingize kichwa kwenye vile vishiringi, vile vitundu, ale kupitia humo, asile kwa maana kama umezifungua, hapana. Kwa hiyo visipotosha, hapo kuku wako lazima wakue kwa kupishana. Na kuku huwa wana tabia moja, huwa wana tabia ya kutokupenda mashindano, especially wale ambao huwa sio wenye nguvu, wale ambao sio strong. Utawakuta huwa wanakaa pembeni, wanasubiri wale wanaokula wale kwanza. Baada ya hapo akisha shiba wao ndo wanakwenda kula. Sasa changamoto inajitokeza kama ifuatayo. Kwanza, kile kitendo cha wale kuku kukaa pembeni, maana yake ameshaathirika kisaikolojia, hata kuwa vizuri. Hilo la kwanza. La pili, kwa hiyo sasa utakachokifanya, hakikisha kuku wako wanakwenda sambamba na vyombo vya kulishia. Usipofanya hivyo utakutana na vifaranga wengine wanaitaga chenga. Utakutana na chenga. Chenga maana yake ni wale kuku ambao hawakuwa sambamba na wenzao. Sasa hiyo inakuwa imesababishwa na wewe mfugaji mwenyewe. Nafikiri leo tunaweza kulielewa. Kingine, kuku wako hakikisha wanakuwa na maji muda wote. Kwa muda wa mwezi mzima hakikisha maji yanakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu maji ndo huwa yanasafirisha kula kwa kutoka anapokula, kutoka kwenye lile limfuko la chakula, na kile chakula kinasafirishwa na kinaweza kuingia kwenye damu kupitia maji. Kwa hiyo maji ndio kisafirishi cha virutubisho vyote kwa kiumbe hai, uwe mmea, uwe mnyama, au binadamu, japo binadamu naye pia ni mnyama. Kwa hiyo tunashauri hakikisha kuku wako wanakuwa na maji muda wote. Akitaka kunywa maji ayaone, ayanywe. Akikosa maji, utegemea kuku wako kukua kwa kupishana. Akikosa maji, tegemea vifaranga wako, kuku wako wa mwendo kasi, kudumaa. Kwa hiyo hakikisha muda wote kuku wako wa mwendo kasi wanakuwa na maji. Hilo ni jambo jingine. Jambo jingine, hakikisha kuku wako pale unapoweka chakula. Sasa hii ni pale ambapo most of the time umeshaanza sasa kutengeneza chakula chako wewe mwenyewe. Chakula kile unachokitengeneza wao kinakuwa katika mfumo wa mashi. Mashi ni chakula ambacho sio cha pellets wala sio cha crumble. Ni chakula ambacho hakijapelekwa kwenye kiwanda kikaminywa kikawa kama vitambi. Hapana, ni kile ambacho umekitengeneza wewe mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo sasa kama ni mashi, kwa hiyo maana yake wewe chakula chako si ulikitengeneza, ukaweka mashudu, ukaweka soya, ukaweka dagaa, ukaweka sui mahindi, ukayabaraza, sio ukafanyaje, afu ndo ukachukua chepe, ukachanganya wewe au mashineni wakawa wamechanganya wao. Sasa kile chakula, mahindi huwa yanaonekana, dagaa huwa inaonekana, au soya huwa inaonekana, pumba huwa inaonekana, na vingine huwa vinaonekana. Kuku sio mjinga. Kuku huwa anapenda vile vizuri. Sasa anachokifanya huwa anakula protini kwanza. Kama ni dagaa, utashangaa napita na dagaa zote. Akitoka hapo ndo anakuja kwenye mahindi. Akitoka hapo sasa anakuja kwenye mashudu, na mwisho wa siku anakuja kumalizia sijui vile viunga au sijui vinini, sijui pumba, ndo anamalizia hapo. Sasa kukiwa na changamoto ya vyombo vyako vya kulishia havitoshi, wale wenye nguvu wataanza kula hivyo nilivyovisema. Kumbuka protini pamoja na wanga ndio inasababisha kuku akue haraka, kuku awe na uzito mzuri, kuku wako aweze kuwa strong hata dhidi ya magonjwa. Sasa wale wakubwa ndio wataanza kula hivyo. Wakianza kula hivyo, wakishiba, wale sasa ambao sio wenye nguvu watafata kula yale makapi. Wakila makapi hawatapata vile virutubisho ambavyo wanavyotakiwa kuvipata. Kwa hiyo sasa ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo usipofuata hicho kitu,
utajikuta kuku wako wanakuwa kwa kupishana. Na hakikisha unapofuga kuku wa mwendo kasi, kuku wako hawali kwa kugombania chakula. Yaani hilo ni kosa moja kubwa mno, kuku wako kugombania chakula. Ndio unajua kuku wako strong, wana appetite, kila mmoja anataka kula. Utagunduaje kama kuku wako hagombani chakula? Unapoweka vya kulishia, unapomaliza kugawa kile chakula, umemaliza tu kugawa kile chakula, kitakachotokea ni kwamba kuku wako ukiwaangalia, kila kuku utamwona amejipanga kwenye fida na anakula. Kuna wale tu wengine ambao wanakuaga ni waroho, akiona labda sasa anaweza kaitukuta anatoka hapa anahamia huku, anahisi labda cha huku ndio kitamu zaidi au hivyo. Kuna wapo wa design hiyo. Kama wapo wa design hiyo, hiyo sio shida. Kwa hiyo kuku wako wasile kwa kugombania chakula. Wakila kwa kugombania chakula ndio tunaanza sasa kupata kuku waliokuwa kwa kupishana, tunapata kuku waliokuwa kwa kudumaa.